Uhuru huyo jamaa. Kwa nini? Economy hushikiliwa na vitu mbili, foreign exchange na liquidity. Foreign exchange inakujia wapi? Kila kitu hapo mko nayo, hakuna kitu hata moja imetengenezwa Kenya. Tuna import everything. But kwa nini ilikuwa big issue? Ukikumbuka kichukua mamlaka, dola ilikuwa inaenda 165. Na ilikuwa inaenda 165 kwa nini? Ndio uweze kuiba pesa na usikue liable, you take your funds to offshore accounts. Offshore accounts hauwezi peleka ikiwa Kenyan shillings, unapeleka in dollars. Sasa shida ikakuwa gani? Reserve yote ya Kenya ikapeleka offshore accounts. To the point kulikuwa na shida ya mafuta. Ikabidi rais aende hadi UAE, akaongea na royal family. Na actually iko an official visit or a state visit. Hapo ndio government to government deal ikatokea. Kwa nini? UAE tunanunua mafuta yao every month, lakini sisi hatuwauzii kitu. So wakinunua na shilingi ya Kenya ni makaratasi tu wamejaza. So ndio serikali ikakuja ikawaambia tutikishe tununue na miezi 6 mafuta yenyu na shilingi ya Kenya. After 6 months the government ita guarantee ku repay in dollar. Hiyo ili affect nini? Dollar ikastabilize, ikatoka kutoka 165 ikastabilize. Vitu mbili zikafanya ndio zikashuka kabisa. Uhuru alikuwa wapi? Uhuru si alitoroka. Acha nimalizie. The other thing, kitu ilikuwa inachukua the biggest foreign currency hii Kenya ilikuwa chuma. You reconstruct every day. Ndio akakuja huyu Mhindi huyu Guru Devki akafungua hapo Kwale. Kwale ikakuwa the biggest steel manufacturer not to ya economy ya Kenya but East Africa. Na wakiweka sheria ya kublock kununua nje. Twende kwa simiti tuko tunaona Bamburi wanatengeneza, but clinker ndio raw material. Walikuwa wanatoa China wananunua na dola. Basi shida ni gani? Hakukuwa na investor. Huyo tu Guru aka-invest 1.45 billion West Pokot. Sasa clinker yote inanimia hapo. So juu ya kusave clinker na chuma atununui nje, ndio maana unaona dola imeenda pale huko. Basi nataka kukumbusha watu kitu moja. Huyu jamaa, okay, acha niseme His Excellency, huyu mwenye anakuja kesho. The way Mbaya alisema kabla chukue kiti, hana genuine, hayuko genuine. Kwa nini? Hii wakati ya BBI, if Raila became president, Uhuru ndo angekuwa by him being chairman of Azimio. Ujue ukiwa chairman wa chama kinamaanisha unaweza kama nimechukua kiti na bendera yako, unaweza nipigia hadi saa 6 unikubrief. So what could have happened? Raila angekuwa commander in chief, but head of government angekuwa Uhuru. But why is that dangerous? Can you imagine tuko na head of government atujachagua? Na politics is about interest. Wangekuwa marafiki kama miaka 2 hivyo. Say imagine situation kama ile ya Gachagua. Kuna moja ni mkuu wa majeshi na kuna mwingine head of government. Tungeisha. Na mimi tunataka kukumbusha watu. Shida yenyewe inafanya watu waone kuko na shida mingi ni paid propaganda. Kwa nini? 99% of the population wanatoa information kwa news. So it means if I can have the capacity to pay off for the state, I will literally control your mindset. Na ndio maana unaona NTV Prime News wanaanzanga na NTV Memo. Wanaanzanga na emotional narratives. News gang, Citizen wako na news gang. Wanamalizanga na shairi kama poem. But the idea politics is about emotions, not facts. So ile kitu nataka watu elewe. Sahi ile kitu tumedodge a very big bullet na foreign currency. Kwa nini? Europe 2014 wakaenda kuchukua Eurobond huko Ireland. Walichukua loan ya $2 billion, but walikuwa wanajua atakuwa kwa mamlaka. Akachukua na interest rate hata ijulikani juu tulipea over $1.5 billion. Basi hapa ndio shida ilikuwa, ndio watu uelewe we were this close kwa collapse kabisa economically. Ethiopia walidefault. Ujue inchi ki default, credit rating ya inchi inapanda. So na nataka mwelewe Ruto akichukua mamlaka hapo Kasarani, kwa kila shilingi 10 KRA ilikuwa inakota, shilingi 7 ilikuwa inalipa deni. So serikali ilikuwa inabakia na shilingi 3. Hata wewe unaweza survive na 30% of your salary. 30%. You can't. So we had to find a way to borrow.
Na unaona rais akaenda Europe, akakuja akauliza, this Bretton Woods system, the financial system we are using today, it was designed in 1945. 1945 Kenya did not exist. Na ndio ukiangalia NATO countries, pesa wakikopa walikuwa nakopa less than 5 mara 5 of the sisi tunapatiwa. Na wao wanakopa na pesa yao na sisi na dola. But sasa nataka muelewe hivi, the facts hatujatoka kwa deni kabisa. But kinafanya hii serikali ipigwe venye inapigwa ijutia kitu ingine. Ukikumbuka last year 2023 kiisha wali introduce pay bill 222. Hiyo pay bill ilikuwa okay kidogo na summarize. Nataka mwelewe basic thing ndio mchana. Nataka mwelewa. Hii pay bill before acha nimalizie. Mr. Speaker, ndio walikuwa na funds zao. So what they were doing, parastatal walikuwa wanatuma pesa kwa treasury group board decide. But sasa kama board mumeamua kama simu tumenunua 700,000 you can cook. But hii 222 ilibadilisha maneno kwa nini? For the first time, the first month, hadi wakaenda koti, serikali ilikuwa inakota 50 million per day. By December, the same year, hakuna parastatal imeongezewa, hakuna wafanyikazi wameongezewa, serikali ilikuwa inakota 600 million per day. So what does that mean? Over 500 million ilikuwa inaenda kwa mifuko ya wanaume. Na ndio maana unaona perfect example, Nation Media Group. The level of attack for government, it's beyond ile inasema kawaida. Kwa nini? Imeshika mifuko ya watu. Then the system ya cronyism ilikuwa before, it's coming to an end. So mimi nasema nini? Nasema tu summarize. Patia hii serikali kidogo. Why? They are making unpopular decisive actions and decisions which disconnect sahi. I can assure you we will all suffer. Perfect example. Watu wanatoka hapa UN. I can assure you less than 30% wako kazi. Kwa nini? There is no money. Kwa liquidity, kwa nini hakuna pesa? Sahi juu ya loans tuko nazo, serikali inaona ni cheaper kukopa kwa domestic iko kwa pesa yetu kushinda nje. So inafanya nini? Banks wamewekewa mwisho na central bank interest rate lenye wanazapatia tukaa. But treasury bill na government bonds wanaweka interest rate kubwa. So banks ni wanafanya biashara, they don't care about you. Na any economy you grow because of credit. So do banks do. Because treasury bill iko juu, instead ya loans kwa nini? Pesa yao yote deposit inapelekwa kwa government. Na ndio maana unaona biashara hakuna. Kwa nini? There is no money flowing. Nothing. Why? Because of the debt Uhuru Muigai Kenyatta have.